Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah tunaendelea na darasa letu la fiqhi kupitia kitabu kinachoitwa Al-Mabadi'ul Fiqhi juzuu ya pili. Darasa zilizopita tulijiuliza kuhusiana na faradhi. Faradhi ni nini? Tukajibu kwamba faradhi ni jambo ambalo ni wajibu kulifanya. Atakapofanya mukallafi anapata thawabu, atakapoliacha anapata dhambi. Na tukaona faradhi imegawanyika katika sehemu mbili. Kwa maana faradhi imegawanyika katika sehemu mbili. Tukaona faradhu ain na faradhu kifaya, au faradhu ainiyu na faradhi kifaiyu, faradhi ya lazima na faradhi isiyokuwa ya lazima. Sasa swali la leo ambalo tunaanza nalo, anauliza masunnatu, ni ipi sunna? Sunna ni nini? Ukisikia jambo hili ni sunna, maana yake sunna ni nini? Masunnatu, ni ipi sunna? Anasema hiya al-amru, nalo ni jambo. Sunna ni jambo almustahabu, linalopendeza. Sunna hiya nayo, al-amru ni jambo, almustahabu, jambo ambalo linapendeza, fi'luhu, kulifanya. Unaposikia sunna, maana yake kwamba hiya hiyo sunna, al-amru ni jambo, hiya hiyo sunna maana yake al-amru ni jambo, almustahabu, linalopendeza, fi'luhu, kulifanya. Unaposikia sunna maana yake ni jambo ambalo linapendeza kulifanya. Faman fa'alahu yanalu thawaba, faman fa'alahu, na mwenye kulifanya jambo hilo, yanalu thawaba, anapata thawabu. Ukifanya jambo la sunna unapata thawabu. Waman tarakahu, na mwenye kuliacha jambo hilo, la yanalu iqaba, hapati dhambi. La yanalu, hapati iqaba, dhambi. Kwa hiyo sunna ni jambo ambalo ukilifanya unapata thawabu, ila ukiliacha jambo hilo haupati dhambi. Ndio hukumu ya sunna. Ukifanya unapata thawabu, ukiliacha haupati dhambi. Kwa hiyo hapo unatakiwa ulifanye ili uweze kupata thawabu, japokuwa hata kama ukiliacha haupati dhambi. Ni vizuri zaidi kwamba kulifanya, napendeza zaidi ulifanye, kwa sababu sisi binadamu tunatafuta radhi za Allah kwa kuokoteza thawabu hapa na pale. Kwa ukikuta jambo lina thawabu, basi ni vizuri kulitekeleza ili mradi upate zile thawabu. Ukisema kwamba mimi sifanyi jambo hili, manake una uhakika na thawabu zako kwamba zitakupeleka peponi. Lakini sasa tusiwe na uhakika wa kiasi hicho cha kujiaminisha kwamba mimi lazima peponi, mimi lazima peponi. Hapana. Yani kwa maana kila unapolikuta jambo la kheri na thawabu, zidi kulitekeleza jambo hilo, hata kama wajijua kwamba wewe ni mja ambaye una amali nyingi za kheri, lakini usiache kheri hata kidogo, kwa maana kama hizo kheri za mambo ya sunna na nini na nini, kwa lazima tuokoteze. Kwa mfano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye tayari alikuwa ameshahidiwa pepo, lakini alikuwa ni mstari wa mbele kufanya ibada. Alikuwa anapambania kuitafuta pepo, japokuwa ameshaambiwa kwamba yeye moja kwa moja peponi. Kwa hiyo unakuta inatakiwa tufanye majambo ambayo ya sunna, kwa sababu ndani yake yana thawabu. Lakini ukiacha jambo la sunna, basi haupati dhambi. Swali lingine kauliza mal mubahu, ni nini halali, au ni ipi halali? Halali ni nini? Anasema huwa alladhi, nayo ni ambayo yajuzu lilinsani, najuzu, yani hufaa kwa mwanadamu, fi'luhu, kulifanya jambo hilo, watarkuhu, na kuliacha. Unaposikia mubahu, maana yake ni jambo la halali, jambo ambalo inajuzu kwa binadamu kulifanya na kuliacha. Fala thawaba fihi wala iqaba, hakuna thawabu ndani yake wala dhambi. Jambo la halali, jambo la halali. Kwa mfano kuoga, si josho, sio junubi, sio nifaso, sio hedhi, kuoga tu kama kuoga tu, kwa maana tunasema ni jambo la halali. Ukioga haupati thawabu, wala ukiacha haupati dhambi. Lakini tunapozungumzia kuoga josho, hapo ni lazima, mfano janaba, hedhi na nifasi,
yaani majosho ambayo ni lazima mtu ikimkuta hali hiyo basi anatakiwa kaoge. Kitu tunaposema kuoga kawaida kama kuoga tu, hiyo inakuwa kwenye mubahu. Lakini pia kula nako ni mubahu, halali. Ukila au mfano kunywa chai asubuhi haupati thawabu, wala ukiacha kunywa chai asubuhi haupati dhambi, ila ukiwa umekusudia kwamba siri nataka nipate umauti, kwa maana siri ili niweze kupata umauti, hapo utakuwa unapata dhambi, kwa sababu katika Uislamu hairuhusiwi mtu kutaka umauti, hairuhusiwi, wala kujiua mtu hairuhusiwi, kwa sababu kama wewe ni mja mwema basi endelea kuishi, uenda ukaokota mema zaidi, na kama wewe ni mwovu manake omba zaidi uendelee kuishi, kwa sababu inawezekana ukapata muda wa kufanya toba. Kwa hiyo kuomba mauti haitakiwi kwa mja mwema na mja ambaye si mwema, wote haitakiwi kuomba mauti, haitakiwi kuomba mauti. Kwa nasema mubahu ni jambo gani? Ni jambo ambalo kwamba inajuzu kwa mwanadamu kulifanya na kuliacha. Fala thawaba fihi wala iqaba, hakuna thawabu ndani yake wala dhambi. Hakuna thawabu ndani yake wala dhambi. Swali lingine akauliza, mal haramu, ni ipi haramu? Mal haramu, ni ipi haramu? Haramu ni nini? Asema huwa alwajibu, nao ni wajibu, tarukuhu, kuiacha. Tunaposema haramu, jambo ambalo ni wajibu, ni lazima kuliacha. Faman fa'alahu, na mwenye kulifanya yanalo iqaba, anapata dhambi. Ukifanya jambo ambalo limeharamishwa unapata dhambi. Waman taraka, na mwenye kuacha yanalo thawaba, anapata thawabu. Kashuru bil khamri, kama kunywa pombe. Kunywa pombe ni haramu. Mwenyezi Mungu ameharamisha kunywa pombe. Sasa mtu anapokunywa pombe maana yake ameenda kufanya jambo ambalo ni haramu. Kwa hiyo ukifanya jambo ambalo ni haramu unaandikiwa dhambi. Ukifanya jambo ambalo ni haramu unaandikiwa dhambi. Lakini ukiliacha jambo hilo unaandikiwa thawabu. Man taraka, na mwenye kuacha yanalo thawaba, anapata thawabu. Kwa hiyo ukiona jambo hili ni haramu, basi wewe mwenyewe tu ukikaa unatafakari kwamba nilifanye ili jambo haramu nipate dhambi, au niliache nipate thawabu. Bali insanu ala nafsihi basira. Akasema mal makruhu, tumalizie na hiyo. Mal makruhu ni ipi karaha? Anasema huwa almustahabu, nayo hupendeza, tarkuhu, kuacha jambo hilo. Kwa mfano jambo, kwa maana unaposikia makruhu ni jambo ambalo kwamba inapendeza kuliacha, ni jambo ambalo niwe radhi kidogo, naona miayo na inaniandama usiku, usingizi. Darasa mara nyingi huwa naziendesha kipindi cha usiku sababu kumetulia. Mchana asubuhi kunakuwa na istighali nyingi. Kwa hiyo inshallah tuvumiliane kidogo, naona usingizi unaniwinda. Tumalizie ibara yetu. Anasema mal makruhu ni ipi karaha? Huwa almustahabu, nao hupendeza au ni jambo ambalo hupendeza, tarukuhu, kuliacha. Faman tarakahu, na mwenye kuliacha jambo hilo yanao thawaba, anapata thawabu. Ukiacha jambo ambalo ni karaha unapata thawabu. Ukiacha jambo ambalo ni karaha unapata thawabu. Afu akasema waman fa'alahu, kwa wale wenye vitabu kurasa unaofuata kamalizia hapo juu kurasa namba 6. Waman fa'alahu, na mwenye kulifanya jambo hilo la yanalu iqaba, wala hapati dhambi. Kwa hiyo unaposikia jambo ni karaha, makruhu maana ni jambo ambalo ukiliacha unapata thawabu, ukilifanya haupati dhambi. Kumbuka sunna ni jambo ambalo ukilifanya unapata thawabu, ukiliacha hauandikiwi dhambi. Ni jambo ambalo ukilifanya unapata thawabu, ukiliacha hauandikiwi dhambi. Makruhu ni jambo ambalo ukiliacha unapata thawabu, ukiliacha unapata thawabu.
ukiliacha unapata thawabu. Jambo hilo ukiliacha unapata thawabu, lakini ukilifanya haupati dhambi. Ndio hiyo jambo makruhu. Wengine wakaenda mbali mpaka wakasema kwamba mfano kuvuta sigara makruhu, lakini inaangaliwa jambo ambalo lina athari katika mwili wa binadamu, maana yake hiyo ni haramu moja kwa moja, kwa maana ni jambo ambalo linadhuru. Kwa hiyo makruhu ni jambo ambalo kwa mfano mtu labda anatia udhu, huko anaongea, anapiga story, ni jambo ambalo akiacha kufanya hivyo anapata thawabu, lakini akifanya hivyo hapati dhambi, kwa sababu ni jambo ambalo ni karaha tu, inakuwa ni karaha. Ila faradhu ndio jambo ambalo ukilifanya unapata thawabu, ukiliacha unapata dhambi. Ila makruhu ni jambo ambalo ukiliacha unapata thawabu, na ukilifanya hauandikiwi dhambi. Inshallah kabla tujaenda kumaliza, kuna ibara hapo kule swali la kwanza kabisa lilivyoanza pale alisema masunna tusala leo nipe sunna. Sasa huko mbele akaipa namba 1 kwenye bracket kwenye mabano. Sasa ukirudi chini kabisa kitabu, kwa wale ambao wana vitabu wameandika sunna tu, neno sunna, wal mandubu na mandubu bi maana wahid, ni maana moja. Kwa unaposikia mandubu ni nini hiyo? Ni sunna. Na unaposikia sunna tu, sawa nao ni nini? Ni sunna. Sunna na mandubu maana yake moja. Inshallah tuishie hapa. Allah kituwezesha tuendelee siku nyingine. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.